History ya Waithaka wa Jeni na Rafiki Main. Mimi naweza sema watu wengi kabla muingililie hii story hamjui what is going on. Mimi mwenyewe pia bado nimejaribu kutafuta Rafiki nisikie hiyo story, but hadi sasa sijasikia. Rafiki ni best friend yangu sana, na pia Waithaka tunakuanga tukiongea kwa simu. So hakuna kitu ati yenye ninaweza sema about both of them. Siwezi ongea kitu yote, but ile kitu mimi najua kwa hii industry ya events, hii industry ya events management, ama ya mashow, inakuanga na scandals sana, inakuanga na maneno sana. Hizi ni vitu nimekuwa nikifanya, kama na nikumbuka wenye wananijua nimekuwa nikifanya ma event. Sisi ni wale watu tulianzanga ma events hapa Germany hizo miaka za kitambo. Tulisindo tulianzanga na Kinyoskua Mkenya, Wakinyaraba, nani hizo matimu hizo miaka kitambo sana. Hata wengi wenyu hamkuwa mmefika Europe, hamkuwa mkijua Europe ni nini, unaona? So tulikuwa tukifanya ma Kenya events, ma cultural nini. Sasa mimi mwenyewe experience yangu naweza waambia, hawa musician wa Kenya wengi wako na tamaa sana. Unaenda kubonga like my own experience. Mimi Samido ndo nilimtoa kwenye vumbi. Samido hakuna mtu alikuwa anamjua. Sasa Samido mimi nilikuwa kwenye that time before corona. Corona ikianza. Nilikuwa nimebonga na yeye, nikamuona, tukakutana hadi Nairobi, nikamtengenezea visa zake kila kitu. Sasa ikuwa ni ready akuje tu hivi akuje kuperform show yangu. Sasa nikamuingiza kwenye hizi matima groups za watu wa majuu nini. Kumbe jamaa bana ataenda ingiane na watu wangu hawa Wakenya Mau, Wakenya Sami, organize event nyuma yangu. Kabla mimi mwenyewe, unaona. So wakati wa event yangu nimeorganize hadi amepewa visa. Kufika siku yangu ya event kama 3 days ananiambia ati kama tunaweza cancel juu amepata mboka nyingine Sudan. Namwambia hapana, hatuwezi cancel mboka ya German kwa sababu watu wa German wanakuanga wengi ni watu wa kufanya kazi. Na mtu akipanga event anakuanga ameipanga 1 month before, amechukua time, amechukua free ndio aweze kuattend afanye. Sasa unaona mtu kitambo uwezi mpanga hivi venye wanavyotaka. So that deal kasirikia sana, na hata nikaposti vitu zake za mavisa kwa group kwa mtandao kwamba sio mimi makosa yangu kukansolio show, ni jamaa alikuwa ameniomba na ni jamaa alisababisha, na conversation nikaweka hapo pia watu wasome wenyewe, unaona. So ile kitu mimi najua pia hawa imbaji wanakuanga na tamaa sana. Once kwanza wakijua nani, unajua once market mtu sasa kwa online anakuja majuu, hapo ndo wanaonekananga. Haya, the other thing now sasa pia ma entertainer, si ma entertainer, sama events organizer wa German nao ama wa Europe pia ndio wanakuanga wabaya zaidi. Wao wanangojeanga waone tu umeongea na msee huko Kenya, artist unamleta. Sasa wanaenda hapo, sasa ndio kila mtu anataka huyo artist. Huyo mwenye umeongea naye, artist ni wengi, artist wako wengi. Hao ndio wataenda wafate, sasa wanataka kuwaleta hao. They are ready to do everything to spoil your business. Wao wapate hao. Unaona? So hii ndio story yenye imehappen hapa between these two guys. Kuna kitu ilikuwa na makosa. Mimi nakumbuka Rafiki aliniambianga nikikuwa kwa event yake Cultural Day Frankfurt, aliniambia analeta Waithaka. Na ni kweli hiyo time ikakuwa kidogo, timing ikakuwa ni mbaya, but akaniambia tena jamaa amepata visa na anakaa. Sasa out of sudden naona tena Waithaka anakuja ngemi, na bado naona tena Rafiki ako na event. Sasa unaona, sasa mimi nikijaribu kupigia wote simu watu Rafiki simpati. Sasa na hao wengine mimi sikuweza kubonga nao, pia ni mabeshte zangu walinipiganga simu, walikuwa nipatie mboka, but hiyo mboka haikuingiana. So mimi nika step down, nikasema okay ni sawa, mimi I just wish them the best. So siwezi ongea kitu yote makosa kuhusu Wakinyamwangi wa Berlin. Watu wangemi siwezi ongea kitu mbaya juu sijaona makosa, na pia Rafiki siwezi ongea makosa. So mimi naweza sema mafans wetu, before mwende mjaji watu mwanze kutukana, sometimes ngojeeni mjue kunaendaje. Juu hawa musician pia wanakuanga na tamaa sana ya pesa. Siwezi sema Waithaka ndo amefanya hivyo, but
Samido najua na hiyo tamaa ya pesa, na since that kwanza mimi ndo nilimtoa kwa since that ndo alikuja julikana international. Mimi ndo nilimfanya ku international. Na hadi sasa hajaniambia asante huyu ng'ombe. Naweza muita ng'ombe, siwezi si nani, siogopi, juu venye alinifanya. But mimi sikuchukua action alipokuja marafiki zangu kumuita tena hapa ati nije nimharibie. Mimi niliambia Mungu atafanya kazi yake. So Rafiki, kama kuna makosa ilikuwa pia liko kwa aseme achie tu Mungu. But hiyo kwenda kushikisha pia mtu, mimi sioni kikuwa fiti. You are all human. Of course mtu anaumwa, anafanywa makosa. Kama kuna makosa but wangekaa chini wajue ama achie tu Mungu. So pia hiyo action ya kushikisha msee amekuja hapa anapelekwa polisi, sioni kiwa fiti. But with other things mimi siwezi ongea. Mimi naweza sema maorganizer wa German Kenyans events here in German wako na tamaa mingi sana, na pia na entertainer wa musician wetu wa Kenya wana matamaa pia mingi. It's a waste of time and energy. That's why mimi nilistep down nikaambia wasee, pigeni event, nimewaachia kiwanja, sitaki kushindana na mtu. Juli kwa time napiga event, nikijua napiga event ndio watu wanapiga event. The same day kuna event kama 5 watu wana arrange, na Wakenya ni hawa tunahesabiana hapa majuu. Waste of time. So mimi nilistep down. So siwezi kucomment anything about Rafiki, about this, but wote wajue venye watajisort.